Kuongelea kuhusu Bwana Yesu Kristo, uungu wa Yesu Kristo. Tumekuwa tunasema Yesu ni Mungu. Sasa katika imani yetu ya Kikristo huwa tunafundisha kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Sasa tunafundishwa kuna Utatu Mtakatifu au tunafundishwa Mungu ana nafsi tatu. Lakini kwa kutumia nabii wetu sisi tuko hapa tunaamini nabii ambaye Mungu aliahidi atakuja atafunua siri za Mungu. Tumeona kwamba kulingana na kitabu chetu cha Biblia kwamba hakuna sehemu ambapo panasema Mungu yuko katika Utatu Mtakatifu. Kila sehemu ukisoma kweli Baba yuko, Mwana yuko, lakini Biblia inasema hawa wote ni umoja. Na Biblia yetu ya Kiswahili inasema ni umoja, lakini Biblia ya Kiingereza, Biblia ya King James Version inasema hawa wote ni mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nasema hawa wote ni mmoja. Na Biblia ya Kiebrania pamoja na Kiyunani, kwa sababu Agano Jipya liliandikwa kwa Kiyunani, Agano la Kale liliandikwa kwa Kiebrania. Kwa hiyo unaposoma inasema Mungu wetu ni mmoja. Kwa hiyo Baba, Mwana ni Mungu huyu mmoja. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hiyo ndio maandiko tunataka tuende kuangalia. Sasa kuna mambo ya utata yanachanganya, nitaka tuweze kuyaangalia hayo. Sasa kwa nini tuko tunajifunza haya mambo? Tunajifunza mambo haya kwa sababu iko hivi tungependa kusoma kwenye kitabu cha nani kwanza? Kitabu cha Yohana sura ya 17 mstari wa 3. Tusome hapo. Yohana 17:13. Mstari wa 3. Yohana 17:3 tusome tuangalie neno linasemaje. Yohana 17 mstari wa 3 Biblia inasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Amina. Amen. Tunaona Yohana 17 mstari wa 3 nasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli na wa pekee, na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo kwa neno hilo tulilosoma, kama mtu anajisikia kukaa kae. Kwa neno hilo tulilosoma tunaona kwamba kumbe Mkristo kabla hujaanza kuabudu, kabla hujaanza kusema nimeokoka, kabla hujaanza kusema mimi naenda mbinguni, na kabla hujajiita Mkristo, hatua ya kwanza inabidi umjue Mungu na Yesu wakoje. Uweze kuwatenganisha Mungu ni nani na Yesu ni nani. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo ukimjua, yani uzima wa milele ni kumjua Mungu na Yesu. Kwa hiyo kama umjui Mungu na Yesu wakoje, wewe hauna uzima wa milele. Amen. Na hata kama unadai wewe ni Mkristo, wewe sio Mkristo halisi. Kwa nini? Kwa sababu Mathayo 24 mstari wa 24 inasema Makristo wa uongo na manabii wa uongo watatokea na watafanya ishara na maajabu wapate kuwapoteza yamkini hata walio wateule. Kwa hiyo tunajua nyakati tunazoishi hizi kuna Wakristo wa uongo. Amen. Wakristo wa uongo ni watu wa namna gani? Ukisoma hapo 17 mstari wa 17 hapo aliposoma. Hebu soma. Amen. Soma tu, nitaka 17:17. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa hiyo Yohana 17 mstari wa 17 unasema watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa hiyo tunajua neno la Mungu ndio kweli. Kwa hiyo Mkristo yeyote anayeabudu kinyume na neno la Mungu ana mambo ameweka ambayo neno la Mungu alisemi, huyo si Mkristo wa kweli, ni Mkristo wa uongo. Bwana Yesu abariki sana. Ndio maana kwenye kitabu cha Ufunuo sura ile ya 20 ngapi? Sura ya 22 mstari wa 18 na 16. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nayo soma tu mstari wa 18 na 16 Ufunuo 22. Kwa sababu neno la Mungu ni kweli, ndio maana Ufunuo imesema hivi. Hebu soma. Ufunuo 22 mstari wa 18 na 19. Mstari wa 18. Biblia inasema, namshuhudia kila mtu ayasikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mtu yeyote akiyaongeza, Mungu atamwongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Na mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamuondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima.
na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki. Amina. Kwa hiyo kwa sababu neno la Mungu ni kweli, yani hayo maneno yaliyoandikwa kuanzia kitabu cha Mwanzo cha Biblia mpaka kitabu cha Ufunuo, hayo maneno ndio kweli. Sasa mtu yeyote atakayesikia maneno ya unabii wa kitabu hiki akiongeza akaweka mambo ambayo hayako kwenye kitabu hiki, ataongezewa hayo mapigo yaliyoandikwa kwenye kitabu hiki. Na akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, ataondolewa na sehemu ya katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hicho. Tunajua tunakwenda mbinguni kwenye mji mtakatifu Yerusalemu mpya. Sasa katika Yerusalemu mpya, kama utaondoa lolote, na wewe utaondolewa katika ule mji. Kwa nini usiongeze wala usipunguze? Kwa sababu haya maneno ni kweli. Amen. Watu wengi wasema nasema kweli. Utakuta mtu anaitwa mahakamani anasema kweli. Hasa anaweza akasema kitu ambacho hakijaandikwa kwenye Biblia, akasema anasema kweli. Kwa hiyo kwa sisi wa Kristo kwetu, mtu anayesema kweli ni yule anayesema kitu kilichoandikwa kwenye Biblia, aongezi wala apunguzi, huyo ndio mkweli. Amen. Na kitu chochote ambacho hakiko kwenye Biblia ni uongo. Kwa nini? Kwa sababu yale yaliyoandikwa kwenye Biblia ndio neno la Mungu, yale yasiyoandikwa ni maneno ya wanadamu. Nadhani kuna neno linasema neno la Mungu liwe kweli na la mwanadamu liwe uongo. Anatakuja nitafuta hilo andiko. Bwana Yesu abariki sana. Amen. La mwanadamu ni lolote lililoongezwa kwenye Biblia, hilo neno la mwanadamu, na hilo ni uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa kwa sababu Biblia imesema hivi kwamba neno la Mungu ni kweli, haitakiwi tuongeze wala tupunguze. Sasa tunaona kwamba kumjua Mungu na Yesu ndio uzima wa milele. 17:3 Yohana. Sasa Yesu na Mungu kuna fumbo fulani pale. Kwa sababu Yohana amesema hivyo hapo, ameandika kwenye Injili ya Yohana, ameandika kumjua Mungu na Yesu ndio unapata uzima, ukimjua Mungu wa kweli na wa pekee na Yesu uliyemtuma. Maandiko yamesema hivyo. Lakini kwenye kitabu cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 20. Tuisome na 20 hadi 21 hapo. Tusikilize tena amesemaje Yohana. Kuna neno hapo la utata lingine hapo. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:20. Amen. Biblia inasema, na sisi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Amina. Nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Amina. Umeona? Kule Yohana, Injili ya Yohana 17:3 inasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue Mungu wa kweli na wa pekee na Yesu Kristo aliye mtuma. Watu wengi ambao wanasema Yesu sio Mungu, ukiwaambia Yesu Mungu, wanapenda mstari huo. Wanasema unaona hapa, na uzima wa milele ndio huu, wakujue Mungu wa kweli na wa pekee. Wanasema huyo ni Mungu, Mungu Baba huyo. Na Yesu Kristo aliye mtuma, huyu ni Mungu Mwana. Kwa hiyo Mungu na Yesu ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo wewe ukisema Yesu ndio Mungu ni mmoja, Mungu Baba na Mungu Mwana ni mmoja, kwa hiyo hoja inakuja hapo, nasema maandiko yanasema ni wawili, kwamba kuna Mungu wa kweli wa pekee. Ikaweka hapo full stop. Na Yesu Bwana Yesu abariki sana, uliyemtuma. Hapo inaonyesha wawili. Hasa huyu Yohana aliyetuandikia hapo kwenye Injili, tunaona kwenye waraka wa Yohana sura ya 5 mstari wa 20 nasema mwana wa Mungu amekuja naye ametupa akili tumjue yeye aliye wa kweli. Hiyo waraka wa Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 20. Mwana wa Mungu amekuja naye ametupa akili. Yaani kumjua Yesu ni akili. Kwa hiyo mtu ambaye hamjui Yesu hana akili kwa sisi wa Kristo. Bwana Yesu abariki sana. Mwana wa Mungu amekuja naye ametupa akili tumjue yeye aliye wa kweli na wa pekee. Hapo asema yaani mwana wake Yesu Kristo, huyo ndio Mungu wa kweli na wa pekee na uzima wa milele. Sasa mbona huku inasema Yesu ndio Mungu wa kweli na wa pekee, alafu huku inasema kwamba tumjue Mungu wa kweli na wa pekee na Yesu? Sasa hii neno mbona lina utata?
Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo leo nataka tujifunze kitu hicho. Kwa hiyo ukisema Yesu ni Mungu wa kweli na wa pekee, maandiko yapo yanasema hivyo. Ukisema kuna Mungu wa kweli na wa pekee na Yesu, maandiko yapo yanasema hivyo. Vyote ipo, na sisi ni waaminio wa neno la Mungu. Yaani sisi hapa tunaamini kila sehemu ya neno. Hatuamini nusu. Vile alivyomwambia ni Shetani alimwambia Yesu alipokuwa amefunga kule, alimwambia mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo sisi tunaishi kwa kila neno, hatuishi kwa sehemu ya neno. Ukiwa unachukua sehemu ya neno lingine unakataa, wewe ni shetani. Shetani akatai kila neno. Wanasema kipindi kile Mungu alipomuumba Adamu akamweka Edeni, akamwambia mtu yeyote atakayechuma matunda ya mti wa uzima ya ujuzi wa mema na mabaya akala atakufa hakika. Shetani alipokuja kwa kupitia nyoka kumdanganya Hawa, alimuhubiria yale maneno yote kweli, lakini alipotosha kidogo pale aliposema utakufa, akaweka hicho akasema hautakufa basi. Kwa hiyo maneno mengi ya Shetani aliongea kweli akatumbukiza hichi tu pale, ikaleta mauti. Yesu alisema chachu kidogo uchachua donge zima. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo neno la Mungu lilivyo ni kamilifu, alitakiwi kuongeza kitu chochote, linatakiwa lichukuliwe vile lilivyo, lisiongezwe wala lisipunguzwe. Na mara usisome huku ukashindwa kuelewa huku ukapinga huku. Wewe kama hujaelewa piga magoti, omba Mungu, naomba Mungu nieleweshe hili jambo sijalielewa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa hapa ukimwona mtu anasema Yesu ni Mungu wa kweli na pekee, usimpinge. Ukimwona mtu anasema Yesu na Mungu wa pekee yupo, Mungu Baba na Mungu Mwana, usimpinge kwa sababu ni neno la Mungu, yote yamesema. Sasa leo tunataka tuchanganue, nasema kuchanganua tuchanganue inakuaje hapa, kwa sababu neno linachanganya. Kwa sababu tukiweza kujua hichi kitu tunapata uzima wa milele. Tusipojua tukaamini Mungu ni mmoja, ni Yesu Kristo, hapo tunashindwa kuelezea Mungu Baba na Mungu Mwana wakoje, hatuna uzima wa milele. Kwa hiyo leo nitaka tujifunze kitu hiko tuweze kujua. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa neno la leo ambao nilikuwa nataka, hayo nilikuwa ni kama utangulizi tu. Nilikuwa nataka niibue neno lingine la utata hapo, alafu tuendelee na hilo. Linatoka kwenye kitabu cha Yohana hapo. Sura ya 16 mstari wa 28. Yohana mtakatifu, Injili ya Yohana mtakatifu. Amen. Naliita neno la utata, lakini tunaenda kwa sababu sisi tunaamini Mungu mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Sasa tunaenda kuangalia kimaandiko inakueje wakati huku tunaona kuna Mungu na Yesu. Bwana Yesu abariki sana. Hebu soma mstari wa 28 hapo. Amen. 16:28 Yohana. Amen. Neno la Mungu linasema, nalitoka kwa Baba nami nimekuja hapa ulimwenguni. Tena na uacha ulimwengu na kwenda kwa Baba. Amina. Bwana Yesu abariki sana. Nitaka tuelezee hivi. So unaona hayo maneno uliyosema Yesu na Mungu, na sasa Yesu amekuja duniani. Anasema nilitoka kwa Baba, tena narudi kwa Baba. Hasa anasema mnasema Yesu Mungu, bora anasema alitoka kwa Baba. Kuna picha inakuwa kama Yesu alimwacha baba yake mbinguni, alafu akaja duniani, sasa huyu akawa Mungu Mwana, sasa anarudi tena kwa baba yake. Hoja nyingine kama ile anasema Yesu ni Mungu wa kweli na wa pekee. Mungu wa kweli na wa pekee, na uzima wa milele ni kumwamini Mungu wa kweli na wa pekee na Yesu Kristo aliye tuma. Na hapa sasa nimetoka kwa Baba narudi kwa Baba. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa tunataka tuangalie hiyo sasa. Sasa ili tuipate vizuri hiyo, inabidi tusome maandiko huyu Yesu. Kwa sababu ulimwengu na watu wote ambao wanamwamini Yesu, wengine hawamwamini, wanajua Yesu alikuja, alizaliwa na Mariamu, kwamba kila chenye mwanzo kina mwisho. Tunajua kwamba kumbe mtu mwanzo wake ni tumboni mwa mama. Ndio wanadamu wanafahamu hivyo. Kwamba tunapozungumzia Yesu, watu wanajua Yesu alivyotungwa mimba tumboni mwa Mariamu. Siku ile Mariamu ametokewa na malaika Gabrieli, akamwambia Mariamu, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Mungu ameona utazaa mtoto, wewe ameamua uzae mtoto. Mariamu akasema mimi sijui mume, itakuwaje mambo haya? Malaika akamwambia Roho wa Mungu atakujilia, nawe utachukua mimba kwa uweza Roho Mtakatifu, na utamzaa mwana, na utakachokizaa kitakuwa kitakatifu, mwana wa aliye juu.
Mariamu akasema mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe ulivyo nena. Anasema alivyokubali hivyo mimba ikatunga. Yaani alivyokubali neno la Mungu la malaika mimba ikatunga. Sasa watu wengi dunia nzima na wengi wanapozungumza Yesu wanajua Yesu alianza pale alivyotunga mimba mwa Mariamu. Na unaposema Yesu ni Mungu anasema kama Yesu ni Mungu wakati Yesu hajazaliwa ilikuweje huko wakati Mungu Yesu hajazaliwa ulimwengu ulikuwa? Kwa sababu Mungu alikuwa hayupo. Wanajua kama Yesu hajazaliwa Mungu alikuwa hayupo. Kama Yesu ni Mungu. Na sisi tunaamini Mungu alikuwepo, aliumba mbingu na nchi na kila kitu. Hasa huyu Yesu unasema Mungu. Tunaona ametunga mimba tumwone maana anakufungulia hilo andiko anatokewa Mariamu na anasema hapa Yesu ndio anaanza hapa. Bwana Yesu abariki sana. Sasa nilitaka tusome Yesu mwenyewe alisemaje. Alisema yeye alianza pale alipozaliwa na Mariamu au alikuwepo. Nitaka tuanzie hapo. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Tunamwangalia Yesu sasa ni mtu wa namna gani. Tunatenganisha Mungu na Yesu, tunaonyesha wakoji ili tupate uzima wa milele. Amen. Bwana Yesu asiwe sana. Amen. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 58. Yohana mtakatifu sura ya 8 mstari wa 58. Soma hapo. Msikize Yesu anasemaje. Sura ya 8 mstari wa 58. Amen. 58 Biblia inasema Yesu akawaambia, amini amini nawaambia, yeye Ibrahimu asijakuwako, mimi niko. Amina. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Yesu anasema hivi, Ibrahimu kabla hajakuwepo mimi niko. Alianzia hapa kwenye mstari wa 56. Ngoja nianzie 56 hapo. Anasema Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka 50 nawe umemuona Ibrahimu? Yesu akawaambia, amini amini nawaambia, yeye Ibrahimu asija kwako mimi niko. Bwana Yesu abariki sana. Hawa Mafarisayo na Masadukayo wanamuoji Yesu, wanajua Yesu alianza pale alipotunga mimba tumboni mwa Mariamu. Yesu anawaambia kabla Ibrahimu haja kwako mimi niko. Amen. Wanamwambia wewe hujapata miaka. Kwanza anasema Ibrahimu alitamani kuona siku zangu na akaziona. Na alipoziona siku zangu Ibrahimu akashangilia. Naam. Yaani Yesu anasema yeye na Ibrahimu walionana wakaongea. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Mafarisayo wanashangaa, sasa wewe hata miaka 50, Ibrahimu ameishi miaka ya nyuma huko zamani. Wewe hata miaka 50 hujafika. Unasema ulimuona Ibrahimu? Unaona huyu muongo, huyu mtu wa ajabu huyu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Yesu anawaongezea anasema amini nawaambieni, amini nawaambieni, kabla Ibrahimu haja kwako Ibrahimu mimi niko. Amen. Kwa hiyo Yesu anaonyesha kwamba yeye alikuwepo kabla ya Ibrahimu. Amen. Yeye ni mkubwa wa Ibrahimu. Mafarisayo Wayahudi wanashangaa miaka 50 hajafikisha, wanaona yeye ni mtoto mdogo sana. Sasa Yesu alikuwaje? Mbona tunaona ametunga mimba tumwe, alikuweje huko zamani? Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ndio tunasoma kitabu cha Kutoka sura ile ya 3 mstari ule wa 14. Soma tu mstari wa 14. Amen. Kutoka sura ya 3 mstari wa 14. Amen. Biblia nasema Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Amina. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa hapa Yesu anatufunulia kwamba kumbe mimi niko, yule ambaye alimtokea Musa kwenye Kutoka 3 kwenye kichaka kilikuwa kinawaka moto na akiteketei, akaambiwa Musa, vua viatu. Kwa maana hapa unapokaribia ni nchi takatifu. Sasa kuna wengine wanasemaga palikuwa kanisani pale, eti tukienda kanisani tuvue viatu. Hasa maandiko yanasema palikuwa polini. Amen. Alikuwa anachunga kondoo Musa pale.
Tena ilezeka kama alikuwa hata na mavi ya kondoo pale. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo pale palikuwa ni patakatifu kwa sababu Mungu alikuwepo. Kila mahali ambapo Mungu yupo ni patakatifu. Amen. Na wewe ukiwa na mtakatifu, ukiwa na Mungu ndani yako unakuwa mtakatifu. Wanaosema watakatifu duniani hawapo ni watu wasio na uelewa. Hiki tunaita Roho Mtakatifu ni Roho Mtakatifu wa Mungu, ni Mungu ndani ya mtu. Mtu akiwa na Roho Mtakatifu anakuwa mtakatifu. Sasa kama una roho wa Mungu alafu wewe ni mtakatifu, sijui usivae viatu. Kwa wale ambao wanasema tuvue viatu, wewe unatembea pekupeku. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Nilikuwa naongezea tu hiyo uone tu kwamba hapakuwa kanisani pale, palikuwa ni polini, ila kwa sababu palikuwa na Mungu. Na tunaposema kanisa kwa sisi wa Kristo sio jengo hili, kanisa ni mtu. Na Mungu anakaa ndani ya mtu. Na huyu mtu anakuwa mtakatifu. Amen. Haleluya. Amen. Ila pale Mungu alishuka na huyu Mungu ndiye anasema mimi niko. Kwa hiyo Mungu alitambulisha kwa Musa kwamba yeye anaitwa mimi niko ambaye niko. Amen. Yesu anakuja kwenye sura ya 8 kitabu cha Yohana, anaambiwa kabla Ibrahimu hajakuwako mimi niko. Amen. Kwa hiyo hapa Yesu anatufunulia yule mimi niko aliyemtokea Musa ndio huyu Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Sisi tunaelewa. Amen. Ila mwili wa Yesu wa damu ya nyama ulitungwa mimba tumboni mwa Mariamu. Kilichozaliwa na Mariamu kikakaa tumboni ni yule mwili. Amen. Kwa sisi wa Kristo mwili sio kitu, mwili tunaita ni nyumba ya huyo mtu. Amen. Ni nyumba aliyoishi mimi niko ya damu na nyama. Ile nyumba ambayo ni mwili ndio iliitwa ilivyozaliwa kapewa jina la Yesu. Kinachoitwa Yesu sio ule mwili, ingawa ule mwili ulipewa jina la Yesu, lakini kule ndani ile roho ile ndio Yesu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa nini? Kwa sababu Yohana sura ya 6 mstari wa 63. Yohana sura ya 6 mstari wa 63. Hebu soma tunapo hapo haraka haraka. Yohana mtakatifu. Amen. Yohana sura ya 6 mstari wa 63, tunamfunua Yesu tumwelewe Yesu yukoje pamoja na Mungu. Amen. 6:63. Amen. Biblia inasema roho ndiyo itiayo uzima. Mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Amina. Kwa hiyo kwa sisi wa Kristo sasa tunapoelezewa mtu kama wewe hapo unaniona mimi hapa hapo unaona mwili wangu. Mimi mwenyewe niko ndani, mimi ni roho inayokaa ndani. Amen. Ndio maana siku ikitoka hii roho utasema mwili wa marehemu Wilfred yeye ameshatutoka, hayupo. Nimekuwa nikisema kwamba huu mwili ni nyumba yangu. Amen. Tunawacheka Kobe na Konokono kwamba wanatembea na nyumba zao, kumbe na sisi tunatembea na nyumba zetu. Ndio. Bwana Yesu abariki sana. Na nabii wetu anatuongezea, anasema lini uliingia katika hiyo nyumba? Anasema mama anapojifungua mtoto pale, mtoto akilia, kuna watoto wengine huwa hawaliagi, wakunga wanapiga ili walie. Hasa ukiona mtoto analia anaanza kulia, anasema ndio roho inakuwa imeingia. Amen. Mtoto asipolia anakuwa mfu, kafa. Mtu anapokufa ni kile kilichoingia mtoto alipolia kwa mara ya kwanza kinatoka. Amen. Linabaki hili limwili, linabaki li nyumba lake la duniani. Kwa hiyo kuna nyumba ya duniani na nyumba ya mbinguni. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Wakorinto 15 mstari wa au sisome hiyo lakini utasoma tu mwenyewe. Wakorinto 15 mstari wa 40 mpaka 50 inasema kuna mwili wa mbinguni na mwili wa duniani. Haleluya. Mungu ametuumba hivyo, tuna miili miwili. Kuna mwili wa kimalaika na mwili wa udongo. Tunaanza kwanza kwa mwili wa udongo, tunazaliwa hapa duniani tukiwa na mwili wa udongo. Lakini baadaye tukitoka kwenye hii nyumba ambayo ni mwili wa udongo tunaingia kwenye nyumba ya mbinguni, mwili ambao uliumbwa kwa neno. Haleluya. Amen. Ambao kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza, sura ile ya kwanza kitabu cha Mwanzo mstari wa 26, Mungu aliposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu akaumba mtu kwa mfano wa Mungu, akaumba mtu mwanaume na mwanamke, akawaambia zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Yule mtu aliyeumbwa pale, Mungu akuchukua udongo akamfinyanga, alimuumba kwa neno. Amen. Kwa isema Adamu yule mtu wa kwanza aliumbwa kwa neno, alikuwa roho kwa sababu Mungu alikuwa roho. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Mwanzo 1 inasema roho wa Mungu alitulia juu ya vilindi vya maji.
Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Kwa hiyo Mungu wakati anaumba iwe nuru, iwe miti, alikuwa katika roho. Alikuwa roho. Wakati yuko kwenye hali hiyo, ndio akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Amen. Akaumba mtu kwa mfano wa Mungu. Mungu ni nini? Mungu ni roho. Akaumba mtu akiwa roho. Naam. Haleluya. Amen. Lakini sura ya 2 mstari wa 7, Mungu akachukua udongo, akamfanya mtu kwa mavumbi, akapulizia pumzi ya wewe mtu, akawa nafsi hai. Hiyo 2:7. Pale akaumba nyumba ya duniani, mwili wa damu na nyama. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Tukapata mwili wa udongo. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo Mungu hatujafanana naye mwili wa udongo. Huu mwili wa udongo umefanana na nyani, umefanana na sokwe, umefanana na ng'ombe. Bwana Yesu abariki, ni mwili wa udongo. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Lakini huyu Mungu ambaye alimfanya mtu kwa mavumbi, akapuliza pumzi ya uhai na hakuwa na mfano wa Mungu, kwenye Wafilipi sura ya 2 kuanzia mstari wa 5, naye akaona kuwa roho sio kitu cha kushikamana nacho, akavua utukufu, akavaa mwili wa damu na nyama. Ndio pale wanadamu wanamuona alipozaliwa na Mariamu, akachukua mwili wa duniani, mwili wa udongo, akawa Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Pale ndio wanadamu sasa wanasema huyu ana miaka 50. Yeye anawaambia kabla Ibrahimu mimi niko. Amen. Alikuwa kule ile nguzo ya moto iliyowatokea wana wa Israeli. Alikuwa ule moto uliomtokea Musa kwenye kichaka kinawaka akiteketei. Amen. Haleluya. Amen. Tutakwenda kuangalia hapa, alikuwa ni yule Melkisedeki aliyotokea Ibrahimu kwenye Mwanzo sura ya 19. Haleluya. Amen. Hana baba, hana mwana, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa siku zake. Huyo alikuwa ni Melkisedeki, mfalme wa amani. Haleluya. Amen. Kuna ujumbe nabii ametuhubiriwa, ujumbe unasema huyu Melkisedeki ni nani? Anataja mwili wa Yesu wa kimbinguni ambao ndio Mungu, anataja na mwili wa kiduniani. Anasema na sisi tunapozaliwa mara ya pili kwa neno, kwa sababu Adamu ilitakiwa atuzae kwa neno pale, akati ameumbwa kwa roho ndio akaambiwa azae aongezeke. Yeye hakuzaa kwa neno, akazaa kwa kujuana kimwili, tukapata mwili wa udongo. Ndio maana Adamu wa pili Yesu Kristo alipokuja kwenye Yohana sura ya 3, anamwambia Nikodemo, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuufahamu, hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Nikodemo anasema, mtu mzee anawezaje kuzaliwa mara ya pili? Yesu anamfafanulia, anamwambia kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Amen. Haleluya. Kwa hiyo tunapomwamini Yesu Kristo tunazaliwa mara ya pili kwa neno. Amen. Haleluya. Amen. Tunazaliwa mara ya pili kwa neno, na tunaambiwa kuna mwili wa neno kwa sababu neno halina mwisho, neno linaishi milele, na ule mwili haufi, ule mwili haumwi, ule mwili unadumu hata milele. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Sasa ukiwa kwenye mwili huu unakuwa huwezi kuona. Ukitoka kwenye mwili huu, roho yako ikaingia kwenye mwili ule, ndio unaweza kujiona. Haleluya. Wakorinto wa pili 5 mstari wa 1 mpaka wa 4 hapo. Muda ushaenda kaniacha. Bwana Yesu abariki sana. Wakorinto wa pili mstari wa 5 mpaka wa 4, hebu soma hapo haraka haraka. Wakorinto wa pili mlango wa 5 mstari wa 1 mpaka wa. Amen. Mstari wa 1 Biblia inasema, kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. Mstari wa 2, maana katika nyumba hii twaugua, tukitamani sana kuvikwa kao letu litokalo mbinguni. Amen. Mstari wa 3, ikiwa tukiisha kuvikwa hatutaonekana tu uchi, kwa sababu sisi tulio katika maskani hii twaugua tukilemewa, si kwamba twataka kuvuliwa, bali kuvikwa, ili kitu kile kipatikanacho na mauti kimezwe na uzima. Amina. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Unaona hapa anasema nyumba ya maskani yetu ile ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo lingine litokalo mbinguni. Kwa sisi wa Kristo tuliozaliwa mara ya pili. Mimi hapa mnaniona nina mwili mwingine mbinguni. Hiyo nyumba maskani ya dunia hii na maskani ya mbinguni ni mwili wa duniani na mwili wa. Alafu baadaye hapa anazungumza ni kama vazi la duniani ni vazi la
kwamba sio tunapotaka kutoka kwenye mwili au kufa, roho inataka kutoka, unasema kufa hapa duniani, sio kwamba ndio tunapotea. Tunataka kuvikwa. Amen. Ili kitu hichi kipatikanacho na mauti kimezwe na uzima. Uzima nini? Kuna mwili wa neno. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Ambao tunauendea. Huo mwili ndio kupumzika. Ukienda tabu zote za dunia na shida zote zinaisha hapo, zinasahau. Ndio Paulo akasema, huu wapi uchungu wako ewe mauti? Huu wapi kushindwa kwako? Haleluya. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo sisi tunatumaini hivyo. Ukitii neno la Mungu, kuna mwili umetayarishiwa. Amen. Wa kimbinguni. Sasa Yesu katika ule mwili wa kimbinguni. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa sababu katika mwili wa kidunia baba yetu ni Adamu. Hata Yesu anaitwa mwana wa Adamu. Mwili wa damu na nyama. Na mwili wa damu na nyama, Yesu sio Mungu, ni mwanadamu. Amen. Ndio yule alikaa tumboni mwa Mariamu, wanamwambia hata miaka 50 hujapata. Wanaambia mwili, hawajui kumbe yeye yuko ndani. Sasa sisi tunapenya na ujumbe, nabii anasema inabidi upenye ngozi ya nyama na damu. Pazia, pazia. Tunasema huu mwili ni pazia. Amen. Kwa hiyo sisi tunapomwangalia Mkristo na wewe unaponiangalia mimi, tunapoangaliana kwenye hilo Wakorinto wa pili nadhani sura ya 5 mstari wa 16 inasema hivi, sasa sisi hatumfahamu mtu yeyote kwa namna ya mwili. Haleluya. Amen. Hatumfahamu. Sisi wa Kristo tunapoangalia mtu hatuangalii kwa namna ya mwili. Amen. Ila wanadamu wa ulimwengu ambao hawajazaliwa mapya wanaangaliaga mtu kwa namna, ukimwambia mtu yeye anajua mwili wa damu na nyama ndio mtu. Kwa sisi wa Kristo tuna jicho la kuangalia. Sisi hatuangalii huyu mwili, tunaangalia roho iliyokuwa ndani ya huyu mtu. Tukiona ile roho tunajua huyu ni Mungu au mwanadamu. Kama vile ambavyo baadhi ya Wakristo ambao wanakaufunuo kidogo, wanapoangalia mtu aliyepagawa mapepo, hawaangalii ule mwili, wanaangalia ile roho iliyoingia ndani ya mtu, wanajua huyu sio mtu, ni pepo. Haleluya. Amen. Na sisi tunaangalia ndani, najua huyu sasa sio mtu, ni Mungu kaingia ndani ya huyu mtu. Amen. Ni Mungu anaishi ndani ya huyu mtu. Ni Mungu kamzaa huyu mtu, kapata mwili mwingine wa kiungu. Bwana Yesu abariki sana. Ndio tunaangalia kwa jinsi hiyo. Sasa kwa sababu ya muda nimalizieje hapa, kuna mahala nitaka nifike hapa, saa 4 ishafika, lakini mnivumilie kidogo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa nataka tuangalie Yesu alivyosema, nimetoka kwa Baba narudi kwa Baba. Tuangalie kwa kitabu kile cha Matendo sura ya tunaangalia anarudije kwa Baba, kwa sababu tunaona hapa tena alitoka kwa Baba anarudi kwa Baba. Tunaangalia kitabu cha Matendo sura ya 9 mstari wa 3 pale. Matendo sura ya 9 mstari wa 3. 9:3 Biblia inasema. Nasoma mpaka 5 hivi. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski. Ndiyo. Ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Amen. Akaanguka chini. Amen. Akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, unani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe. Lakini simama uingie nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba huyu ni Paulo, wakati anaitwa Sauli, hajawa Mkristo, anaenda kuua Wakristo wanafunzi wa Yesu Dameski. Ameomba kibali serikalini, anawasaka. Anasema hao watu hawa wanahatarisha amani, waongo, wanapinga neno la Mungu. Wakati anawafuata, anatokewa na nuru. Ile nuru inatoa sauti. Haleluya. Amen. Nabii wetu anatuambia ile nuru ilikuwa inatoa sauti. Angekwepo Musa pale, angemwambia Sauli, hii sauti ndio ile niliyoisikia kwenye kijiti kinawaka na kiteketei, ndio hii. Ndio. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Anatufunulia mimi niko ambaye niko, ndio huyu aliyemtokea Sauli ambaye ni Paulo wakati anaenda Dameski. Kwa sababu Sauli haoni mtu amevaa kanzu wala ana ndevu, anaona nuru kali. Akaiangalia nuru ile mpaka akapigwa upofu. Inamwambia Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Anaua Wakristo huyu Sauli. Nani wewe Bwana? Anaioje? Inasema mimi ni Yesu unayeniudhi wewe. Amen.
Kwa hiyo ile nuru inajitambulisha yenyewe ni Yesu. Amen. Ndio. Kwa hiyo nabii wetu anatuambia Yesu anaposema nimetoka kwa Baba narudi kwa Baba, anasema alikuwa nguzo ya moto. Amen. Anarudi kuwa nguzo ya moto. Amen. Akamtokea Paulo akiwa nguzo ya moto. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Na akajitambulisha yeye ni Yesu. Hapa akatufunulia, ndio hapo kwenye sura ya 8 mstari wa 58 kitabu cha Yohana Mtakatifu, anasema kabla Ibrahimu kuwako mimi niko. Na kwa Musa akamwambia mimi niko kwenye kijiti kinawaka na hakiteke tei. Na hapo kajifunua sasa. Kwa hiyo huyu Yesu aliyemtokea Paulo sio yule ambaye walimuona wakina Petro. Amna. Nabii wetu anatuambia kina Petro na Paulo alikuwa na ufunuo mkubwa kuliko wanafunzi wa Yesu, kwa sababu wanafunzi wa Yesu waliuona mwili wa Yesu wa damu na nyama. Lakini Paulo aliona yule alikuwa ndani ya yule mwili, yule Mungu Yehova aliyemtokea Musa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ndio maana aliandika ufunuo vizuri Paulo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na maneno kama hayo tena yalirudia tena, nirudie tena kusoma hapa Matendo sura ile ya 26, nianzie mstari ule wa ngapi? Mstari ule wa 12. Nitasoma haraka. Basi katika nianzie mstari wa 13. Mfalme, ndipo wakati wa adhuhuri njiani, na aliona nuru inatoka mbinguni ipitayo mwangaza wa jua ikinimulikia mimi na wale waliofuatana nami pande zote, tukaanguka nchi sote. Nikasikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Ni vigumu kwako kupiga teke mchokoo. Nami nikasema, wewe u nani Bwana? Bwana akaniambia, mimi ndimi Yesu ambaye wewe waniudhi. Lakini inuka usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii, nikuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona, na wa mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako, nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao nakutuma kwao. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hapo Yesu anajitambulisha kwamba mimi niko, alimtokea Musa ndio Yesu. Hii nuru hii ndio imesema yenyewe ni Yesu. Na hapo ndio tunapata kwamba Paulo sasa alitumwa kwa mataifa kama vile Musa alivyotumwa kwa taifa la Israeli kwenda kuwaokoa. Tunapata nabii alitumwa kwa mataifa akitokewa na nguzo ya moto, Paulo. Amen. Kabla ya Paulo huko nyuma walitumwa kwa taifa la Israeli. Hata Yesu mwenyewe alisema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa taifa la Israeli. Lakini Paulo ndio anachukua sasa hilo jina kwa mataifa, anatuletea Yesu. Jina la Yesu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kubatizwa kwa jina la Yesu, sio Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hapo tumepata Yesu alivyokuwa kabla hajazaliwa na Mariamu, kabla hajaweka tumboni mwa Mariamu, alivyokuwa alikuwa mimi niko ambaye niko, ambaye ndio yule Roho wa Mungu alitulia juu ya vilindi vya maji. Amen. Kwa hiyo aliposema Mungu na tufanye mtu kwa mfano wetu, aliumba mwili wa Adamu ambao ni nuru. Amen. Ambao ni mwili wa kimalaika. Ambao Yesu alisema mbinguni tutakuwa kama malaika. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Amen. Huo ndio mwili tunaotarajia, kwa sababu maandiko yanasema nyama na damu havitaurithi ufalme wa mbinguni. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 50. Kuna mwili tumewekewa unaishi milele, haufi, haumwi, haupati shida. Amen. Haleluya. Na Yesu alikuwa katika mwili huo akamuumba Adamu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa na sisi tunazaliwa katika mwili huo, tunaambiwa kwamba kuna mwili unatungoja baada ya kuzaliwa mara ya pili. Pale unapoona neno linaitika kwako, ina maana kule kuna mwili. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa utakwenda kusoma mwenyewe kwa sababu ya muda. Matendo sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Matendo sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 4, pale inaonyesha kwamba siku ya Pentekoste Roho Mtakatifu alivyokuja, ilikuja nguzo ya moto ikajigawa vipande vipande. Matendo sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Ndimi zikawatokea zikawakalia. Hizi ndimi ni hii nuru ilikuja ikajimega vipande vipande. Nabii wetu anasema vikakaa vile, ile ndimi ya moto ilizunguka ikaingia ndani yao. Bwana Yesu abariki sana.
Kwa hiyo huyu ni Yesu, alikuja katika umbo la roho. Amen. Umbo la mimi niko ambaye niko, akaingia ndani ya mitume. Alipoingia ndani ya mitume na watu wake wale 120 wakaanza kufanya mambo yale yote ambayo Yesu alifanya. Wakaanza kuhubiri Injili, wakaanza kuponya wagonjwa, wakaanza kufufua wafu. Tukaona maisha ya Yesu Kristo yanaishi ndani yao. Ndio hapo Yesu alisema, ulimwengu hautaniona bali ninyi mtaniona, kwa sababu nitakuja kwenu, nitakuwa pamoja nanyi hadi mwisho wa dahari. Amen. Akaanza kuishi ndani ya watu. Hapo ndio tunapata Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nabii anatuambia Baba ni Mungu juu ya watu kwenye nguzo ya moto kipindi cha Musa. Mwana ni Mungu pamoja na watu wakati Yesu yuko katika mwili anatembea na wanafunzi wake. Roho Mtakatifu ni Mungu ndani ya watu. Siku ya Pentekoste akaingia ndani ya watu. Amen. Sio Mungu watatu, ni Mungu huyu mmoja. Haleluya. Amen. Kama vile wewe na mimi, kwa sababu tumeumbwa mfano wa Mungu. Mungu alianza sisi hatujaanza, alianza na Baba. Sisi hatujaanza na Baba, sisi tumeanza na Mwana. Unazaliwa mwana, ukiwa mkubwa ukizaa watoto unakuwa baba kwa sababu umepata watoto. Ukiwa mzee unakuwa babu ukipata wajukuu. Kwa hiyo wewe ni mwana, baba, babu. Haifanyi nyinyi mkawa sasa eti watu watatu, bado ni mtu mmoja, lakini katika hatua tatu za kupitia katika maisha na kukua, na unabadilika hivyo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo utasoma mwenyewe Ufunuo 1 mstari wa 4, unasema yule aliyemtokea Yohana alikuwa alikuwa yeye ni mwanzo na mwisho. Sura ya kwanza mstari wa 8 inasema aliyekuwepo, aliyoko, Mwenyezi. Ambayo sura hiyo ya kwanza mstari wa 17 na 18 inasema yeye aliyekuwa hai, aliyekufa sasa yu hai. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na Yohana alimtokea akazimia, ambaye ni Yesu Kristo. Pale sura ya kwanza ukisoma kitabu cha Ufunuo kinamaliza kumfunua Yesu ndiyo Mungu wa kweli na wa pekee. Kwa hiyo kati ya Baba na Mwana utofauti wao kwamba Baba, ule mwili wa Yesu Kristo ndio uliitwa Mwana, alafu yule Roho alikuwa ndani ya Yesu Kristo alikuwa Baba, ndani ya mtu mmoja anaitwa Yesu Kristo. Bwana Yesu abariki. Nadhani niishie hapa, muda umeacha. Haleluya.